at the pyramid right now and I'm about to be the first person to do a backflip. Mfahamu IShowSpeed na umaarufu wake duniani? Hakika stori yake itakufunza. IShowSpeed alizaliwa tarehe 21 Januari 2005 katika jiji la Cincinnati, Ohio, Marekani. Jina lake halisi ni Darren Jason Watkins Jr., lakini dunia nzima leo inamfahamu kama IShowSpeed. Alikuwa katika familia ya kawaida kabisa, maisha yasiyo na umaarufu wala utajiri. Kama vijana wengi, alipenda michezo ya video, soka na burudani za mtandaoni. Hakuna aliyedhani kuwa kijana huyu angekuja kuwa mmoja wa watu maarufu zaidi kwenye mitandao duniani. Akiwa bado mdogo, Darren alianza kupenda sana michezo ya video kama NBA 2K, Fortnite na FIFA. Alikuwa anacheza kwa ajili ya kujifurahisha tu, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na shauku kubwa ya kuonekana zaidi. Japokuwa mama yake alikuwa akimkataza mara kwa mara kucheza michezo yake. Mwaka 2016, akiwa na umri wa karibu miaka 11, alifungua channel ya YouTube na kuanza kupakia video. Hakukuwa na watazamaji wengi wala hakukuwa na pesa. Mara nyingine alikuwa na stream huku akitazamwa na watu 2 au 3 tu. Licha ya hilo, hakukata tamaa. Wakati huo alikuwa bado mwanafunzi na elimu yake iliendelea sambamba na ndoto yake ya mitandao. Changamoto zilianza pale alipoanza kutumia muda mwingi kwenye streams. Wazazi wake hawakuona kama hiyo ilikuwa njia ya maisha. Mama yake alimpa masharti magumu, ama aache kufanya streams au aondoke nyumbani. Darren alichagua kuishi na baba yake ili aendelee kufuatilia ndoto yake. Uamuzi huo haukuwa rahisi, lakini ndio uliobadilisha maisha yake. Mwaka 2020, dunia ilipokumbwa na janga la COVID-19, shule zilifungwa na watu wakaanza kutumia muda mwingi mtandaoni. Huo ulikuwa wakati wa mabadiliko makubwa kwa IShowSpeed. Alianza kufanya live streams mara kwa mara, akionyesha hisia zake halisi: kelele, furaha, hasira na mizaha. Watu walivutiwa na uhalisia wake. Alikuwa yeye mwenyewe. Video zake zikaanza kusambaa sana kwenye TikTok na mitandao mingine, na ghafla jina lake likaanza kujulikana. IShowSpeed alianza kufananishwa na Cristiano Ronaldo kwa kuanza kuwa na umaarufu, na yeye alianza kuonyesha upendo mkubwa kwa mchezaji huyo. Cristiano Ronaldo pia ulimfanya ajulikane zaidi. Alikuwa akimshangilia Ronaldo kwa sauti kubwa, kuiga shangwe zake na hata kulia hadharani. Mashabiki wa soka duniani walimpenda kwa hilo. Ronaldo pia alimpenda hata kumshangilia. Mapenzi yake ya dhati yalimfanya aonekane kama sehemu ya jamii kubwa ya mashabiki wa CR7, na hata Ronaldo mwenyewe aliwahi kutambua umaarufu wa Speed. Kadri channel yake ilivyokuwa, ndivyo mafanikio yalivyoanza kuonekana. Alivuka wanachama 100,000, milioni 1, kisha makumi ya mamilioni. Streams zake zilianza kuvunja rekodi za watazamaji wa moja kwa moja. Alianza kupata pesa kupitia YouTube, matangazo, mikataba na safari. Lakini hakuridhika kubaki ndani ya chumba akicheza michezo tu. Aliamua kutoka nje na kuonyesha dunia maisha halisi kupitia live streams. Alianza kusafiri Marekani nzima, kisha akaanza kutembelea nchi mbalimbali duniani. Alitembea barabarani, alikutana na watu wa kawaida, alicheza, alicheka, na wakati mwingine alikumbana na changamoto na lawama. Kulikuwa na makosa, mabishano na nyakati ngumu, lakini kila kosa lilimfundisha kukua na kuwa makini zaidi. Leo hii IShowSpeed ni mmoja wa streamer wakubwa zaidi duniani, akiwa na zaidi ya mamilioni ya wanachama na watazamaji kutoka kila pembe ya dunia, ikiwemo Afrika. Safari yake kutoka kijana asiyejulikana hadi kuwa nyota ya kimataifa ni ushahidi kwamba ndoto zinaweza tumia kwa bidii, uvumilivu na ujasiri wa kuwa tofauti. Hadithi hii inafundisha kuwa mafanikio hayaji haraka wala hayaji bila maumivu. Inahitaji kuamini kile unachofanya hata pale wengine hawakuoni. IShowSpeed hakuanza kama shujaa, alianza kama kijana mdogo na kompyuta, internet na ndoto kubwa. Leo, ndoto hiyo imekuwa historia inayowatia moyo mamilioni ya vijana duniani. Hii ni Bongo 1 TV. Hakikisha umegusa neno subscribe chini ya video hii ili uendelee kupata historia za watu maarufu dunia. Asante.